by elections, na mimi nakuahidi tutakubwaga wewe. Na tunakuambia what he is trying to do, because it is good people know, anajaribu kupata super majority ndivyo aweze kupindua katiba bila wananchi kujua. This is a great assault on democracy. Tunajua wewe hujapambania democracy. Some of us have fought for democracy throughout our lives in this country. Wewe ulipinga hata hii katiba. But you are bound by this very constitution. You must respect it. You are not above the law. If you don't, as Kenyans, we will force you. Pia nieleze sababu we will force him because wananchi ndio wako na ushukani wa juu. Sovereignty belongs to the people of Kenya. Wakenya ndio wanapatia koti ushukani. Wakenya ndio wanapatia offices zote za executive ushukani. Hata wabunge wanapatiwa ushukani na Wakenya. Na ushukani wa Mkenya hauondolewi. Unaweza bypass hao wote umbepatia ushukani. We can exercise our sovereignty directly. Nataka kusema juu ya bipartisan. Ni kweli tulikubali kuketi kuongea. Lakini maongeo gani kama utaendelea kuingilia nyumba ya Azimio? Watch out. You continue to assault the house of Azimio by assaulting its constituent parties. There will be no talks. That will be the result. If you really want to sit down, show respect to Azimio and its constituent parties. And take that as a serious warning shot. Kenyans are tired. Na mambo ya ushuru, wewe Zakayo, utashuka. Utashuka, na usiposhuka Wakenya watakushukisha. Watu wengi wanalala njaa, hawawezi pata chakula ya kutosha. Watoto hawaendi shule. Vijana wengi hawana ajira. Na ile tu unafanya, unataka kuweka ushuru hata kwa hewa ile tumepewa bure na Mungu. Ukisikia kinara wangu akisema punda amechoka, utakuja kuelewa hiyo ni kusemaje.